pray, kwa sababu kila mara huomba, God, Mungu, open up doors for us. tufungulie milango. And there is something that God taught me. Kuna kitu Mungu alinifunza. There is something Kuna kitu which God taught me. Mungu alichonifundisha. He taught me, Alinifundisha, not all closed doors sio milango yote iliyofungwa is a mystery in your life. ni ya kuharibu maisha yako, ama ni some closed doors milango iliyofungwa have been closed imefungwa so that by faith ili kwa imani you open up for your families. ufungulie wewe juu ya familia yako. There is a door Kuna mlango that has never been entered by anyone in your family. ambayo hakuna mwenye ajaingia kwa But in the familia. mercies of God, Lakini kwa rehema za you are Mungu supposed to stand in the gap, inafaa wewe usimame katika declare mwanga, that open door, utangaze huo mlango so that uliofungwa. from you, Ili kutoka kwako any other person that is from your chain yeyote ambaye yuko katika shall rehema enter yako in the same door. ataingia katika huo mlango. Where I was born, Mahali nilikozaliwa we never had a radio presenter. hatukuwa na mtangazaji, We never had a journalist. hatukuwa na In mtangazaji. the family that I come, Katika familia niliyotoka we never had a musician. hatukuwa na muibaji. Bishop Ben was the first person to sing in that family. Askofu ndiye mtu wa kwanza kuimba And katika now in familia. my family line, Na sasa katika familia yetu people are singing. watu wanaimba, People are learning journalism watu bado wanasoma because kutangaza. someone in that Kwa family sababu mtu katika hiyo familia opened that particular door for them. aliwafungulia huo If mlango. there is a door Kama kuna that mlango has never been opened for your family, ambayo haijawahi in funguliwa familia yako, 2026, mwaka wa may you 26, begin anza to be the opener of that door. kuwa mfunguaji It wa has huo never mlango. been closed Haijawahi as fungwa. a curse. Ni laana. It was not a curse. Haikuwa ni It laana. was only closed Ilikuwa tu so imefungwa. that you can begin. Ili uanze. You can be a genesis Ili uwe mwanzo of that open door wa kufungua huo in mlango. 2026 Mwaka wa 26. as we seek the masses for the journey. Tunapotafuta rehema za safari, May that door open for you. huo mlango ukufungukie. Kama kwenu hakuna mtu ashawahi weka supermarket, ifunguliwe na wewe. That is what God was teaching me yesterday. Hivyo ndivyo Mungu alikuwa ananifundisha jana. Kama kwenu hakuna mtu ashawahi ingia ndege akaenda ng'ambo, anza. Amen. Milango mingine haikuangi imefungwa kwa sababu Mungu anawachukia. Milango mingine haikuangi imefungwa kwa sababu Mungu hawapendi. Hiyo milango ilikuwa imefungwa ndio imani yako ifanye kazi. Ifungue hiyo milango, familia yenu ile iko nyuma yako ije kama imeingia mmoja mmoja. Ninatangaza kwa neema iliyo juu ya maisha yangu, ule mlango haujawahi funguka katika jamii yenu, ufunguliwe na wewe na wote wapate njia ya kuingilia. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. My elder brother ndiye pastor kwetu. Yeye ndiye alianza kanisa. Amekuwa mchungaji miaka mingi, mshawahi muona hapa. It means God was using him Inamaanisha Mungu alikuwa anamtumia to open up a door afungue mlango that many will enter from that family. na wengi wataupitia katika familia. In the year 2026, Mwaka wa 26 there is a door that shall be opened for you, kuna mlango utafunguliwa and juu. it shall open a direction for your family. Itafungua mwelekeo wa familia It shall yenu. open a direction for your family. Itafungua mwelekeo wa familia yenu. Natangaza hivi, Aha. vile ambavyo watu husema ya kwamba fulani ndiye alinileta Nairobi, ya kwamba fulani ndiye alifanya nikaanza hii kazi. Mungu akufungulie mlango miaka inayokuja, watu wenu waseme, isipokuwa ni dada yangu, isipokuwa ni ndugu yangu, mimi singeona mwangaza. These things happens Hayo mambo hufanyika when the masses of God wakati rehema za Mungu are upon your life. ziko juu ya maisha yako. In the year 2026, Mwaka wa 2026
You don't require a human validation. Hauhitaji kudhibitishwa na mwanadamu. You don't require a human validation. Hauhitaji kudhibitishwa ama kuhitimishwa na mwanadamu. People are working so hard. Watu wanafanya kazi sana, looking for human validation, wakitafuta kudhibitishwa na mwanadamu, forgetting about seeking the mercy. Wakisahau kutafuta rehema. Seek for the masses. Tafuta rehema. Ignore the human validation. Achana na kudhibitishwa na mwanadamu. Don't even try to seek or hear what they say. Wala usitake kujua wanavyosema. Stick to the promises of God. Weka katika ahadi za Mungu. Praise the name of the Lord. In the book of Exodus chapter 33 verse 19. Kitabu cha Kutoka 13 mstari wa 19. Exodus Kutoka chapter 33 mstari aya 33 verse 19. Mstari wa 19. This is what the Bible says. Hivi ndivyo Biblia inasema. And the Lord said, akasema, I will cause all my goodness to pass in front of you. Nitapitisha wema wangu wote mbele yako. Listen. Sikiza. It is God who said, ni Mungu aliyesema, I will cause all my goodness nitapitisha wema wangu to wote pass in front of you. Mbele yako. May the goodness of the Lord pass in front of you. Wema wa Mungu upite mbele yako. Nasema mwaka tunaoingia ambao tumeingia, wema wa Bwana upite mbele zako. Ulikuwa unageuza kichwa, unaona huo wema ukiwa na watu wengine. Unageuza upande huu mwingine, unaona wema ni kama uko na wale watu wengine. Sasa mwaka huu, huo wema upite mbele yako. Ulikuwa unageuka 2025, unaona wanaolewa. Unaona huo ni wema. Unageuka mwaka wa 2025, unaona wakifungua maduka na wewe hufungui. Unageuka mpande huu mwingine, unaona wakidischargiwa hospitali na wewe hujapona. Maandiko yamesema ya kwamba kuna wema Bwana hupitisha mbele za watu. Kama huo wema wa Bwana unapitanga mbele ya mwanadamu, huo wema upitishwe mbele zako. Huo wema upitishwe mbele ya watoto wako. Huo wema upitishwe mbele ya wazazi wako. Huo wema upitishwe mbele ya watoto wenu. Huo wema. Kwa hivyo kuna wema ambao hupita mbele ya mwanadamu. Huo wema si upitie katika mifuko yako. Amen. Nasema huo wema si upitie kwa mashamba yako. Huo wema si upitie kwa mifugo yako. Amen. Huo wema si upitie shuleni. Mahali watoto wako wanasoma, si wema upite mbele zao. Sema wema pita mbele yangu. Wema pita mbele yangu. The Bible continues to say. Biblia inaendelea kusema, I will proclaim. Sasa ametoa kama hatujamaliza. Haya, sawa. Turudishie mahali tulikuwa. And I will proclaim my name. Nami nitalitangaza jina la Bwana. The Lord in your presence. Bwana mbele yako. I will have mercy on whom I will have mercy. Nami nitamfadhili yeye nitakaye fadhili. And I will have compassion on whom I will have compassion. Nitamrehemu yeye nitakaye mrehemu. Sikiliza. Biblia inasema ya kwamba mimi Mungu kuna mtu nitarehemu mwaka huu. At the masses will come to whoever I will have mercy upon. Fadhili nitamfadhili nitakaye mfadhili. And I will have compassion on whom I will have compassion. Nitamrehemu yeye nitakaye mrehemu. This is my prayer. Hili ni ombi langu. Among those people who God shall have compassion for in 2026. May your name be there. May your name be there. Wale ambao Mungu atahurumia mwaka huu, jina lako lipatikane hapo. Wale ambao Mungu anainua mwaka huu, jina lako lipatikane hapo. Wale ambao Mungu anaonea rehema, hiyo rehema ikupate. God said, Mungu alisema,
I will have mercy on whom I will have mercy. Nitamfadhili yeye nitamrehemu yeye nitakaye mrehemu. Kuiguira tha mundu ria ndirenda. Nitamrehemu yeye nitakaye mrehemu. Mundu ucio Ngai arenda. Huyo Mungu anataka. Ni atuike wewe thiini wa ritwa ria Jesu. Fanyike wewe katika jina la Yesu. Mundu ucio Ngai arenda. Huyo Mungu anatafuta. Nigetha wega wake uhetukire mbere yake. Wema wake upite mbele yake. Tuika mundu ucio mwaka uyu. Fanyika huyo mwaka huu. Ungithie na tha cia Ngai. Ukienda na rehema za Mungu. No twarane na wega wa Ngai. Upelekane na wema wa Mungu. No akinya kuri uthiaga. Lazima ufike utakapoenda. No ukagia kiria wethaga. Lazima upate no ugatuika mundu uria Ngai abangite. Kile Mungu alikuwa amepanga. I will have mercy. Nitamrehemu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. In this new year, katika mwaka huu mpya, as we seek for the mercies of God, tunapotafuta rehema za Mungu, this is my prayer. Hili ni ombi langu. May God wacha Mungu break every unprofitable covenant in your life. Avunje kila agano ambalo halina manufaa maishani mwako. Every unprofitable covenant. Kila agano ambalo halina manufaa. Kama kuna maagano ushawahi ingia na hajawahi kuletea faida katika maisha yako, Mungu yavunja vunje. Amen. Amen. Maagano mengine tuliingia kwa usemi. Maagano mengine tuliingia kwa maandishi. Wengine waliingia vyama wakawekeshwa masignature, na mpaka wa saa hii haijawahi waletea faida, ni hasara tu na madeni unalipaga na ujui zilitokanga wapi. A signature of unprofitable covenants. Sahihi ya agano ambalo halileti manufaa. Wengine ukabadilishana pesa na mtu kwa maagano yasiyo na maandishi, lakini yalikuwa na usemi. Na kutoka wakati huo, you never experience profit in your life. Haujawahi pata faida maishani mwako. In 2026, mwaka wa 2026, may God break and destroy Mungu avunje na haribu every unprofitable covenant in your life. Kila agano lisilo na faida maishani mwako. May God restore the righteous way of earning in your life. Mungu arudishe hali ya kupata katika njia inayofaa maishani mwako. Every unprofitable covenant. Kila agano lisiloleta manufaa ama lisilo na manufaa. Anything that has ever chochote ambacho kishawahi crossed on your hands pitia mikono yako and it brought bad luck na ikaleta nuksi, may it be destroyed as per now. Iharibiwe kuanzia leo. Weka mikono yako hivi. Sema mikono yangu. Mikono yangu. Kama uliguza kitu na kikakuletea balaa, na kuanzia siku hiyo sijawahi jipata katika kutengeneza faida. Mikono yangu. Kama ulishika pesa chafu zikaniletea shida, kuanzia sasa ninaosha katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Mikono yangu kuanzia sasa kuwa safi katika jina la Yesu. Because sometimes we don't know. Kwa sababu mara mingi hatujua. We receive things from people. Tunapokea vitu kutoka kwa watu. Sometimes we receive them as gifts. Tunazipokea kama zawadi. But we never know or ask the intention. Lakini hatujawahi uliza manufaa yake. Sometimes we receive clothes. Mara mingi tunapokea manguo. We receive hair. Tunapokea nywele. We receive beauty products. Hata vitu za urembo. But we don't know the intention. Lakini hatujui sababu yake. Unapata unajipaka hizo vitu za urembo, mtu anakuletea kikapu imejaa vitu vya urembo. Unajipaka uso, unajipaka midomo, unajipaka huku, lakini badala uonekane ukiwa mrembo, watu wanakuona ukiwa sura mbaya. Because you never knew
The intention. Kwa sababu aliyekupatia alikuwa ameelekeza hizo vitu kwingine, vikatiwa unajisi ya kwamba ukijipaka badala ukuwe mrembo, watu wakikuangalia wanaona uko sura mbaya, na wewe ulipewa kikapu kama imejaa, ukafikiria ni zawadi. Mtu mwingine anakupatia nguo. Praise the name of the Lord. Amen. Wewe ukivaa unaona imekushika vizuri, unaona ni mrembo, lakini sisi tukikuona tunakuona mjinga. Never ignore. Na ndio nimewaambia hapa, Mungu anapofanya kazi yake, msisahau ya kwamba kuna ufalme wa giza na bado uko kazini. Bwana Yesu atukuzwe. Wewe unajipaka midomo vizuri, na wewe ukijiangalia kwa kioo unaona midomo ni miekundu vizuri. Sisi ukikuja tunaona hiyo red imefika hapa baka masikio. The intention. You should be aware, and I told you, lazima uwe macho, na niliwaambia, an enemy of people's progress is not God. Adui wa ufanisi wa watu sio Mungu. It is your fellow men. Ni wanadamu wenzako. Mungu hajawahi futisha mtu kazi. Mtu hufutishwa kazi na mwanadamu mwenzake. Kwani Mungu ashawahi nyang'anya mtu bibi? Hapana. Si mtu hunyang'anywa na mwanaume? Kwani si tunasikia paka bodaboda na huku wananyang'anyana bibi? Umesikia Mungu ameshuka na nduthi amechukua bibi ya mtu? Adui ya ufanisi wa mwanadamu sio Mungu, ni mwanadamu. Na mwaka ambao tumeingia wa 2026, jichunge sana na wanadamu. Hujawahi ona shetani kwa mganga? Ni mwanadamu huenda kutumika na shetani. Anaketi chini, anaulizwa unataka aje? Anasema mimi nasikianga vibaya sana nikiona evangelist Gatuthu pale mbele ya kiomba, ninakuomba, wanaitangwa aje waganga hiyo jina ingine, ninakuomba babu, hiyo sauti ya Gatuthu iende kuanzia saa hii, afanyange hivi sign language. Hujawahi ona shetani kwa mganga na hujawahi ona Mungu kwa mganga. Ni mwanadamu mwenzako huenda. Kwa hivyo kama kuna kitu ambacho tunafaa kujichunga nacho zaidi mwaka wa 2026 ni mwanadamu mwenzako. The problem of a man is a fellow man. The problem of a man, shida ya mwanadamu, is a fellow man. Ni mwanadamu mwenzake. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Every unprofitable covenant get broken now in Jesus name. Kila agano lisipoleta manufaa livunjike sasa katika jina la Yesu. There is something I'm praying God for you. Kuna kitu naomba Mungu juu yako. If there is a battlefield, kama kuna vita mahali, uwanja wa vita. Uwanja wa vita, asante. If there is a battlefield, kama kuna uwanja wa vita that is being prepared for you, inayotayarishwa juu yako by someone who do not want you to rest, na mtu ambaye hataki upumzike. They fought you well in last year. Walikupiga vizuri mwaka uliopita. The battlefield was so good for them. Uwanja wa vita ulikuwa mzuri sana juu yao. It favored them. Iliwapa kibali. In 2026. Mwaka huu wa 26. Kama kuna uwanja unaandaliwa wako wa vita, wewe umeketi na hujui. Lakini kuna mahali watu wameketi wanasema na huu mwaka tumempangia vita hii na hii. Huo uwanja uuzwe usiku. Amen. Amen. Nasema huo uwanja uuzwe usiku. Na kama utanunuliwa, ununuliwe na marafiki zako. Katika jina la Yesu Kristo. Nothing programmed against you. Hakuna kitu kilichowekezwa. No weapon formed against you. Hakuna silaha iliyotengwa shall prosper in 2026. Itakayofaulu mwaka wa 26. We are asking mercy. Tunatafuta rehema for the journey. Kwa sababu ya safari. I won't talk about forgiveness because I know most of you forgave people. Sitaongea mambo ya kusamehe kwa sababu najua wengi walisamehe. I won't speak about kindness because I know you people are kind. I have taught you compassion. Nimewafundisha mambo ya kuwa watu wema.
But one thing I know, lakini kitu moja anachojua, God shall be kind to you. Mungu atakuwa mwema kwako. Amen. And this is my prayer. Na hili ndio ombi langu. May God give you a favor, Mungu akupe kibali, that whatever you ask by your mouth, chochote utakachoulizia na mdomo wako, you find people to give you. utapata watu wa kukupa. Amen. Amen. Receive that. This is an year of connections. Huu ni mwaka wa kuunganika. And in some connections, you'll not be connected by people. Na katika kuunganika kwingine utaunganishwa na watu. You shall receive divine connections. Lakini utapata kuunganika kwa kiroho. Are you in business? Uko katika biashara, Receive divine connection. pokea unganiko la kiungu. You want scholarship, you are in school. Unataka kusaidiwa kusoma na uko shuleni, Receive divine scholarships in Jesus' name. pokea usaidizi wa kiroho. Are you looking for employment? Unatafuta kazi, Receive a divine boss in Jesus' name. pokea mkubwa wako katika kiroho, katika jina la Yesu. It is by mercy, Ni kupitia rehema, so shall it be done. kwa itafanyika. Amen. When we speak about mercy, Tunapoongea mambo ya rehema, mercy rehema is a compassionate treatment to those in need. ni kutibiwa kwa wema kwa wale ambao wako katika mahitaji. So when we come here and tell God, Father, we need your mercy, Tunapokuja hapa na kumwambia Mungu tunahitaji rehema zako, it means we are calling and asking for a compassionate treatment from God. ni kusema tunaitishwa kutibiwa ama kuwekwa vizuri katika Mungu. What does a compassionate treatment do? Kutibiwa kwa huruma kunafanya nini maishani? It gives you a fair ground. Inakupatia mahali pazuri And a legal ground in faith. na msimamo mzuri katika imani. And this fair ground, na mahali hapa pazuri, it brings fairness in whatever that you do. inaleta ufanisi kwa kila kitu ambacho unafanya. Sometimes you are not qualified, Mara mingi haujahitimu, but the mercies of the Lord qualifies you. lakini rehema za Mungu zinakuhitimisha. It means you receive Inamaanisha unapokea a compassionate treatment because you are in need. huruma, kutibiwa kiruruma kwa sababu uko katika mahitaji. When mercy is upon your life, Wakati rehema ziko juu ya maisha yako, you will find sometimes you don't know how to speak English, utapata mara mingi hujui kunena Kiingereza, but in way or other one, lakini katika njia moja ama nyingine you find yourself employed by white men. unajipata umeajiliwa na mzungu. Si hata nyinyi mnajua tukianza JCM mimi sikuwa najua kuongea Kizungu. Na saa hii karibu nisahau Kikuyu. Drona gihota kwaria rurithio meruri. When divine mercy, Wakati rehema za na kiungu, ujue mimi Kizungu ilikuja nikiwa kwa ndege. God brought English when I was in the plane. Mungu alileta Kizungu nikiwa katika ndege. Nilikuwa naangalia wazungu na shindu gumwira atia. What will I tell him? Nitamwambia nini? What do I tell them? Ama nitawaambia nini? But the mercy, the grace, because mercy and grace are intertwined. Kwa sababu rehema na neema ziko mahali pamoja. It came. Kaja. I never went to school to learn English. Sikwenda shuleni kusomea Kizungu. It came. Kaja yenyewe. Hata hiyo kidogo kidogo mnasikia niko na shida nayo, na Kizungu nijue thina ni kufanga. Kizungu shida ni kupanga. Ohoro naguo. Mambo ninayo. Si hata wewe unaongea fluent English ukiwa peke yako, na ukifungua mdomo mbele ya watu. Evaporate. Praise the Lord. Praise the Lord. My name R. And I am a born again. Atiwe ihederege. Gutire guku mundu taragia Githungu sanifu ewika. No arwerwo aria mbere ya andu. Hakuna mtu aongeangi Kizungu akiwa peke yake, lakini akiwa Silo 7:77. But when grace comes, lakini neema ijapo,
It abolishes every human qualification. Inaondoa kuthibitishwa kote And it sets you at a place of God. na inakuwekeza mahali It is pa Mungu. only the masses of Ni God rehema za Mungu tu that can qualify the unqualified. inayothibitisha That can wasiothibitishwa. create opportunities Inaweza peana nafasi for people who do not deserve it. ya watu ambao hawakustahili. Mercy. Rehema. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Mercy Rehema protect us hutulinda from receiving negative consequences kutopokea matokeo yaliyo kinyume, adhabu yaliyo kinyume, or punishments ama hukumu that we do not deserve. ambayo hatukustahili. Sometimes, Mara mingi according to human beings, kulingana na hali ya mwanadamu, you know, human beings, unajua wanadamu they hate the sinner instead of hating the sin. wanachukia mwenye dhambi kuliko dhambi zenyewe. You don't have to hate the sinner. Si lazima uchukie mwenye dhambi, Hate the sin. bali chukia dhambi. And people Na watu will allocate a judgment equal to their feeling. watapata hukumu kulingana na hisia zao. They will judge you Watakuhukumu and place a judgment for you na wakuwekee hukumu according to their attitude in that day, kulingana na hali zao ya hiyo siku, according to their feelings at that right moment. kulingana na hisia zao wakati huo. But there is one thing that mercy does. Lakini kuna kitu rehema hufanya. The mercies of God through Jesus Christ, Rehema za Mungu kupitia Yesu they Kristo protect us inatulinda from receiving the judgment, kutopata hukumu, from receiving the punishment. kupotea And that is how Jesus na hivyo ndivyo Yesu stopped death alisimamisha and kifo brought life. na kuleta uhai. Mercy stops death and brings life. Rehema zilisimamisha kifo zikaleta uhai. Mercy stops pain and brings jubilation. Rehema zilisimamisha uchungu na ikaleta kufurahia. Mercy. Rehema. If you need things to run you in 2026, Kama unataka mambo ya kutendekea mwaka wa 2026, I know you think you need money. na najua unafikiri unahitaji I pesa think you need friendship. ama urafiki, You need mercy. unahitaji rehema. Mercy. Rehema. When the mercies of God carries you, Wakati rehema zinakubeba, nothing can bring you down. hakuna kinachoweza Not kukuweka even chini. sickness, Sio magonjwa, not even brokenness, sio kuvunjika, not even who or who. ama nani au nani. No strong man can break mercy. Hakuna mtu mwenye nguvu anaweza vunja rehema. Mercy. Rehema. We need mercy. Tunahitaji rehema. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Deuteronomy chapter 4 verse 31. Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa kwanza. Deuteronomy chapter 4 verse 31. Kumbukumbu la Torati 4 kuanzia mstari wa kwanza. Can you tell your neighbor mercy? Mercy. Ama wakusikia Deuteronomy chapter 4 verse 31. Kumbukumbu la Torati 4. The Bible says, "For the Lord your God is a merciful God. Kwa kuwa Bwana Mungu wako ni Mungu wa rehema, He will not abandon or destroy you, hata kukosa wala kukuangamizia, or forget the covenant with your ancestors, wala hata lisahau agano la baba zako which he confirmed to them by oath." alilowaapia. This woman will be destroyed. Huyu mwanamke ataharibiwa. This is the end for this man. Ndo mwisho wa huyu mwanaume. Destruction is awaiting for them. Uharibifu unawasubiri. Listen. Sikiza. God is a merciful God. Mungu ni Mungu mwenye rehema. He will not destroy you, hata kuharibu. Amen. or abandon you. Ama akuache.
He cannot forget the covenant. Hawezi akasahau agano. That is the God that you serve. Huyu ndio Mungu tunayetumikia. You know, according to human beings, kulingana na maono ya mwanadamu, if they think in their head, wakifikiria katika vichwa vyao, that your end is tomorrow, ya kwamba kesho ndio mwisho wako, that is what they stick to. Hapo ndipo husimamia. And they forget Deuteronomy chapter 4 verse 31. Na wanasahau Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 31. God will never destroy you. Mungu hatawahi kuharibu or abandon you. Ama akuangamize. Kama ni wanadamu huambia Mungu ama uelekeza Mungu. Na ndio maana huyo muibaji akasema, korongai Mulungu ali ofisi imo yake ingituraga yeningenjini korwo omangiro kaga kwa magitwaraga mateta. I thank God that his offices are not reachable by physical body. Nashukuru Mungu kwamba ofisi za Mungu haziwezi patikana na mwanadamu wa kiasili. Kora ofisi ya Ngai ni ikinyirikaga. Kama ofisi za Mungu hufikiwa. Ni ngirathi kwa ni Friday. Askofu angekuwa amezikwa Ijumaa. Kora ofisi ya Ngai ni ikinyirikaga. Kama ofisi za Mungu hufikiwa. Matwiro maria wana twirwo. Hukumu zile ushawahi hukumiwa. Ungeathikirwo ungekuwa ushaizikwa kitambo. But I thank God. Lakini namshukuru Mungu. The only person who can approach the throne, mtu ambaye anaweza enda katika, is a person who is abiding under the mercies of God. Ni yule aliyetuunganisha na rehema za Mungu. You cannot go there. Hawezi enda pale. If the mercies of the Lord are not upon your life, kama rehema za Mungu God will not destroy you. Mungu hawezi akakuharibu. God will not abandon you. Wala hawezi akakuangamiza. Continue doing what you know. Endelea kufanya Continue doing what you understand. Endelea kufanya kile unaelewa. God is not a human being Mungu sio kama mwanadamu. that he will lie. God cannot destroy you. God cannot abandon you. In 2026, don't be afraid. Don't be afraid. He cannot leave you. He cannot abandon you. And he cannot destroy you. Wacha wakae na hizo feelings zao. God cannot destroy or abandon you. Mungu hawezi akakuharibu ama A human being cannot set your timelines. Mwanadamu hawezi. It is only God who knows. Ni Mungu tu anayejua. By July, mwezi wa 7, this woman will build a house. Huyu mwanamke atajenga nyumba. This woman will drive a car. Huyu mwanamke atajenga. This man shall travel. Huyu mwanamke. This man shall build an empire. Huyu mwanaume It is only God who can set our timelines. Anayeweza weka kuelekezwa kwetu. It is only God who can set our timelines. Ni Mungu tu anayeweza kutuwekea uelekezo. Mungu anajua huu mwaka huu uwanja tutaununua na tuanze kujenga. Mimi nina imani na hiyo ni katika mpango wa Mungu. Hawezi tuachilia na hawezi tuharibu. Kuharibiwa na Mungu ni mapenzi ya mwanadamu, lakini mapenzi ya Mungu hakunanga hiyo. Unaomba watu waharibiwe, unakutana nao na suti mpya. Unaomba ndoa za watu ziishe, unawaona wakikisi kwa mall. Yaani baraka za Mungu zinafanyaga adui tu akae kagege tu. Unaomba watu wasambaratike, unawaona gari zao zikiombewa hapa nje. Sasa si mwaka huu tu kubali kunyenyekea kama waliobarikiwa, na wewe uone mahali Mungu atakupeleka. Si mwaka tu huu kubali kufuata vile watu wanasema kuhusu Mungu wao. I know we are not perfect, but we serve a perfect God. Tutithengagirira giti kia Ngai turi athingu, tuthengagirira ho tugire uthingu. Praise the name of the Lord. And God is God of the broken people. Na Mungu ni Mungu wa watu waliovunjika. God hates pride. Mungu huchukia kiburi. There are people who will never humble themselves. Kuna watu hawatawahi nyenyekea.
And when they see us serving God, na wakituona tukitumikia Mungu, they think we are proud. wanafikiria tuna kiburi. You cannot serve God when you are not broken. Hawezi tumikia Mungu kama hujavunjika. For you to fit in God's purpose, ili uingie katika lengo la Mungu, something, kitu must be destroyed. lazima kiharibiwe. The voice of comfort, sauti ya kutulizi, must go down. lazima iende chini. Nilikuwa naambia mtu mwingine, na uchunguze sana, kwa sababu Mungu hapendi kiburi. Ndio Mungu mnaonanga sana, Mungu sana ana mazoea ya kufanya kazi na watu walio na historia ya kuteseka. Upende usipende, watu wengi wanaweza sema hii hapo Bena kusema vizuri, but nakwambia ukweli, Mungu ana mazoea ya kutumia watu walio na historia ya kuteseka, kwa sababu wataweza kutia imani ndani ya wengine. Ndio maana Mungu akamfanya Samueli awe kuhani, kwa sababu watoto wa Rakeli, etakwata sio wa Rakeli, huyu mama alikuwa anafanya wa Penina. Watoto wa Penina walizaliwa kwa urahisi, kwa hivyo na wakapata baba yao Abrahamu akiwa nani? Kai Elikana, wakampata akiwa na mazoea ya kugawa nyama. Kwa hivyo watoto wa Penina hawakuwa na historia ambayo Mungu hutafuta ya uchungu. Mungu hupenda, wacha nikwambie, kama uko hili kanisa na at any particular moment ulijipata katika uchungu, kuna mahali Mungu atakutumia. Mungu ana mazoea ya kutumia watu walio na historia. Hebu angalia na uchunguze, wachungaji wengi aujegi wanakuwa na kahistoria. Hebu imagine kama tuseme for example, naseme ni makosa, mimi najua Mungu hakuna mahali hawezi toa mtumishi wa Mungu, nimesema ana mazoea. Hebu imagine tuseme mimi nimelelewa Runda ama Muthaiga na nilisomea group of schools, sijawahi kosa kiatu, sijawahi kosa tai. Kinyasa nimesoma na 8 mpya kila siku yake, alafu siku ya sports navaa traki. Uniambie hapa mbele ningekuwa na kuweka uchungu unakaa na magani wakati umefungiwa nyumba. Ninapo kupea historia ya maisha ya Bishop ati kanisa, wacha niwaambie, Mungu ni mwaminifu. Kuna siku nilitoka barabarani nikitaka kwenda maombi, nikapata Mercedes yangu E350 yote imetoka pumzi. Nikaambia mama yangu anikubalie niende na Lexus yake 650 na niuhige hilo nyumba. Mungu ana mazoea ya kutumia watu wenye historia iliyo na uchungu. Kama unapitia uchungu na ulipitia uchungu, jitayarishe. God was preparing you for someone. One day you shall lift up their spirit. One day you shall encourage your faith. Ati mam akaniambia kabla niende maombi nimgoje akimbie shopping Galeria. Mimi tu nikatulia nyumbani, nikaenda 3rd floor. Uko 3rd floor tulikuwa na TV ndogo sana 100 inches, nikawasha. Alafu that time kwetu mambo yalikuwa magumu, dad hakuwa amelipa DSTV, so nikasema wacha niingie Netflix. Lakini thank God nikapata wifi yetu tunalipanga 30k, nikapata dad alikuwa amelipa. Alafu nikasema kabla nigoje mam, nikaingia fridge nikatengeneza sausage 4, alafu nikaweka juice. Nikaona kwa sababu mam amekaa sana, nikavaa nguo ya kulala inaitwaje,
hiyo ni ushuhuda ya mchungaji ambaye hajapitia uchungu. So mimi nikasikia mama amekuja kitu 8, walikuja na marafiki zake, wakaingia house bar, kulikuwa na wine, mama alikuwa amebuy 80k, wakaanza ku have fun na my friends zake, na juu mimi nimeokoka, nikasema acha nitoke that floor juu iko the same, nikaenda basement, alafu nikaasha home theater yetu, mama amenibaia ya 300k. Wacha niwaambie watu wa Mungu, nimepitia mazito. Let me tell you, wacha nikwambie, Mungu ana mazoea ya kutumia watu ambao wamepitia uchungu, na ndio maana Paulo akasema ithuĩ twĩ gĩcinga kĩa mwaki gĩtharĩtwo mwaki-inĩ, gũtirĩ gĩcinga kĩngĩkwatia kĩngĩ angĩkorwo gĩtitharĩtwo mwaki-inĩ. Angĩkorwo nĩ kũrĩ ruo tũrarĩire 2025, nĩ rwa kwĩra andũ Ngai nĩoyanaga rĩngĩ. Mungu ana mazoea. Mungu ana mazoea, na usitishwe na Mungu. Usianze kutafuta kwa nini Mungu hutumia watoto ambao walikuwa wanaenda shule kilomita 10, so that mjue kwenye walitoa hiyo PhD yao. Usianze kutafuta kwa nini Mungu anatumia watoto ambao walilala njaa hata siku 3. God is a God of testimonies. Mungu ni Mungu wa ushuhuda. And this is my prayer. Na hili ndio ombi langu. If there is a pain that you endured, kama kuna uchungu, may it start coming up as a testimony. May it start coming up as a testimony. They closed your house, it is your testimony. They chased you away, it is your testimony. They fought you so hard, it is a testimony. One day you will testify your problems as a story. Kama historia. Kuna watu watakuwa napeana shida zao kama historia. Ukeraga andu anakora kufuri igiri makaga gwitikia. Naambia kuna wakati ulikuwa unapata kufuri 2 wanakosa kwa. Ukeraga andu kwi hindi wahuraga nguo mo kameaniko wako majaga. Ukiangalia kuna siku nyumu ili uamuke uivae. Ukakora ni nyumu no ti nyumu mihuko to ni miritu. Mekauka lakini bado no maundu-ini macio mothe waumirire no hotani. Umuthi uyu ni urekangi ukioya angikorwo icio itiumite. Ngai wa 2026 ni Ngai wa wĩira. The mercies of God. Rehema za Mungu. Luke chapter 1 verse 50. Luka mtakatifu 1:50. Luke chapter 1 verse 50. Luka 1:50. Amen. Amina. Tell your neighbor the mercies of God. Rehema za Mungu. The Bible says, Biblia inasema His mercy na rehema zake extends to those who fear him. Hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. From generation to generation. Kuanzia vizazi hata vizazi. How do I qualify for this mercy into the journey? Nimehitimu aje juu ya hizi rehema kwa sababu ya safari? Number 1, la kwanza, the fear of God. Kumuogopa Mungu. In 2026, mwaka wa 2026, those people, watu wale who will walk with God in fear, watakaotembea na Mungu kwa kuogopa, are the people ni wao watu who shall be located by mercy. Watakaopatwa na rehema. Mercy, rehema, is a product of God. Ni hali ya Mungu ama ni sehemu ya Mungu that elevates people, inayoinua watu who fear God, wanaoogopa Mungu. Ajana mambo mingi. It is not about mambo mingi. It is about the fear of God in you. And the fear of God in you is what tells you, na kumogopa Mungu kuliko ndani yako ndiko kunakuambia, this is a sin. Hii ni dhambi. Don't do it. Usifanye.
The fear of God kumwogopa Mungu is what tells you ni kile and kinachokuambia orders you. na kukuelekeza. This is compassion. Hii ni huruma. Do it. Ifanye. Fear of God is a direction. Kumwogopa Mungu ndio uelekezo. Do I fear God? Namwogopa Mungu? Yes. Ndio. Mercies Rehema for the journey kwa sababu ya safari are upon my life. ziko juu ya maisha yangu. The fear of God. Kumwogopa Mungu. The fear of God Kumwogopa Mungu is what vindicated Elijah ni kile kilimfanya Elijah in front of the worshippers of Baal. juu ya miungu ya Baali. He feared God. Alimwogopa Mungu. And that is why he told God, Na ndiposa alimwambia Mungu, Father, Baba, exalt your son in this. inua mwanao kwa sababu ya hili. The reflection of the fear Kwa sababu ya uoga was vindicated as a miracle. ilionyesha kama muujiza. And the worshippers of Baal Na walioabudu miungu ya Baali began worshiping God of Elijah wakaanza kumwabudu Mungu wa because he Elia feared kwa God. sababu alimwogopa The Mungu. fear of God in you Kumwogopa Mungu kuliko ndani shall yako pull many into the kingdom. itawavutia wengi The katika fear of God ufalme. in you Kumwogopa shall Mungu make many people itafanya watu to wengi abide in God, wajiunganishe to na look and Mungu, seek for Him. wamtafute na The wapate. fear of God. Kumwogopa Mungu. Mercy is carried Rehema hubebwa by people who fear God. na watu wanaomwogopa Mungu. Fearing God is not a punishment. Kumwogopa Mungu sio adhibu. Fearing God Kumwogopa Mungu is not a self-fear to you. sio uoga kwako. Si ya kukuuzia uoga. Si kukuuzia uoga. No. Fearing God Kumwogopa Mungu is an interconnection between the physical and the supernatural. ni unganiko hali ya kiasili na ya It kiroho. is a pathway Ni hali ya ni njia that opens for fire inayofungulia moto in patience. katika kutulivu. Those people who know how to fear God, Wale ambao wanajua kuogopa Mungu they do not struggle a lot. hawapiganangi They sana, wait patiently wanakoja wakiwa wametulia, because they fear God. kwa sababu wanaogopa Mungu. It is confirmed to them. Linadhibitika kwao, Even if it tarries, hata kama itachelewa, one day siku moja it shall come. itafika. As I finalize, Ninapomalizia Joel chapter 2 Yoeli 2 verse 13. kuanzia mstari wa 13. Joel chapter 2 verse 13. Yoeli 2 mstari wake wa 13. The Bible says, Biblia inasema, rend your heart and not your garments. larueni mioyo yenu wala si mavazi yenu. Return to the Lord your God. Mkamrudie Bwana Mungu wenu. People are rending their garments and not their souls. Watu wanalalua mavazi wala sio mioyo. Nowadays it has become more of physical than spiritual. Sasa imefanyika hali ya kiasili kuliko ya kiroho. Tunajitahidi sana kufurahisha ulimwengu, na tunasahau ya kwamba kuna mavazi ambayo tunafaa kurarua, lakini sio haya ya juu, ni ya ndani. Praise the name of the Lord. Amen. Sisemi tena muje kanisa uchi kwa sababu ati sasa kuna mavazi ya ndani. Hapana. The in reflects the outside. Ya ndani inaonyeshana ya nje. But in the way of mercy, lakini katika njia za rehema, the Bible continues, Biblia inaendelea kusema, return to the Lord your God. mkamrudie Bwana Mungu wenu. For number one, he is Kwa gracious, sababu amejaa rehema, he is compassionate, amejaa huruma, slow to anger, ni mwepesi wa hasira, abounding in love, ni mwingi wa rehema, and he relents from sending calamity. naye hugaili mabaya. That is what I want you to do in 2026. Hivi ndivyo nataka ufanye mwaka wa 26. Return to God. Mkamrudie Bwana. I know Ninajua the world is bringing a very heavy conviction dunia imeleta uhukumifu mkubwa sana for people to leave the church ya watu kuacha kanisa but not God. lakini sio Mungu.
That is a worldly conviction. Hiyo ni kuhimizwa kiulimwengu, kidunia. It is only a foolish person Na ni mtu tu mkubafu tu who will leave the church. Atakayetoka ama aiache kanisa. And let me tell you, my brethren in JCM. Wacha niwaambie wabarikiwa wa JCM. If you think this church is here because we collect money, kama uko hapa kwa sababu unafikiria tunatafuta pesa, come and don't bring your money. Njoo na usipeane pesa zako. And the church will never stop. Na kanisa halitasimama. Amen. Amen. We are here for your soul. Tuko hapa juu ya roho yako ama moyo wako. Church is a vehicle, ni gari that carries people of the same spirit. inayobeba watu wa roho moja. It is the inhabitant ni mahali pa kuishi of togetherness in Christ. ya umoja katika Kristo. It is a foundation that was begun by Apostle Paul. Ni misingi iliyoanzishwa na mtume Paulo. And remember, nakumbuka when Peter was abducted, wakati Petero alitekwa nyara, and he was about to be killed by Herod, na alikuwa karibu kuuliwa na Herode, outside there, nje pale, they were so happy that Peter is about to be killed. Walikuwa nafurahia kwamba Petero yuko karibu kufa. But the church lakini kanisa went into sadness, kaingia katika huzuni, because their brethren Peter kwa sababu mbarikiwa Petero is about to be killed. yuko karibu kuuliwa. Listen, Sikiza, in the church katika kanisa is where people of your same spirit lives. ni mahali ya watu ambapo mko roho moja People huishi. who can feel mercy about you. Watu ambao wanaweza kukuhurumia. When you get outside there, unapotoka nje mule, you will be alone and alone. utakuwa peke yako na peke yako. In the church, katika kanisa you can tell a brother or a sister your unaweza problems mwambia dada madugu shida yako without judgment, bila hukumu, and they listen to you. na wakusikize. Leave the church and not God. Acha kanisa lakini si Mungu. Go out there Nenda mle nje and be alone. na uwe peke yako. If you have an issue with your money, Kama una shida na pesa zako, come into JCM. njoo JCM. Sit down there. Keti pale. Listen to the voice of God. Sikiza kwa sauti ya Mungu. And go out slowly. Nenda nje pole pole. And the ministry will not stand. Na huduma bado itaendelea. Every ministry Kila huduma has got a financier. inakuanga na mtu wa kusimama nayo His kifedha. name is God. Jina lake ni Mungu. Nyungu ya Ngai Nyungu ya Mungu ndiri yaga muteng'uri. haijawahi kosa mtu wa kuitwa. Let us be truthful. Acha tuwe wa kweli. Kutoka ukuje JCM umetoa sadaka mwaka yote mfululizo? Bana. Siku na siku ulikosa? Huduma ilisimama? Me, I thank God because I normally get out to work. Nashukuru Mungu kwa sababu kila mara mimi hufanya kazi. I know it is only tomorrow. Ninajua tu ni kesho tu. By Wednesday hata fasting inatupata tukiwa kazi. Hata kufunga kuna tupata tukiwa kazini. I think by Wednesday mimi nafaa kuwa Busia. Praise the name of the Lord. Amen. I don't know why they forget to say that we work. Sijui kwa nini wanasahau kusema tunafanya Na kazi. nikio itarekaga nie ngoragwo ndi wira iro cio bishop akoragwo wira. Ndipo huwa sikataangi. Taru Wednesday gakorwo ndi wira thiete muno ni thigũkũ cirangiririe tukorwo twi wira. Jumatano nitakuwa kazi nikienda Ona ni kuri sana. maundu magiragia tukorwo twi wira. Hata kuna mambo inatuzuia tusiwe kazini. Ta Sunday na thigũkũ. Jumapili na sikukuu. No thikũ ici ingĩ ciothe tukoragwo. Lakini siku hizi zingine tunakuwa Wewe kazi. rũciũ gakorwo ku. Kesho utakuwa wapi? Wewe rũciũ gakorwo kwa Jimmy. Utakuwa wapi mama Jimmy? Tugakorwo wi wira. Wagikomba. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. The world will call you outside. Dunia inakuita uko nje. And then Na tena initiate a process of oppressing you. ianze njia ama ianze kukufinyilia. Yes. The world is so good when calling. Dunia ni nzuri sana ikuita hapo. Wakimotho. Tero utire ngai kanitha wohore kiu kiremba. Ambiwa hakuna Mungu utoe hiyo kiremba. Mundu no gukwaniriria wa mbere Atakaye kupokea wa kwanza egukugurira kane. atakununulia pombe. JCM uraheagwo mutu. JCM unapewa unga. Ja uheo kane. Nje upewe pombe. Inirithie. Na ini atoeke. Higo efeiru.
ona hatari kwirirwo muoyo kaba kwa Ngai, bila kuambililiwa uhai heri kwa Mungu. Ona hatari kwirirwo muoyo ni kaba kwa Ngai, jati ndari mwega ni Ngai wajigwirire ya ndiari mundu mwega ndiari mundu mwega. Praise the name of the Lord. Kanisa akukujagi watu wazuri. Haya. Kwa hivyo kuna mtu anangojea kanisa siku moja dongo aingie hapa na suti ya white na mabawa. Ati ndikwa igira muraika. Todo ibwato ile enakireba kia white mulimo igwa gisabana raita kai uyu. Church is not a place of holy people. Kanisa sio mahali pa watu watakatifu. It is a place where people come. Ni mahali ambapo watu huja to glorify God, kumtukuza Mungu, so that they can access His mercy. Ili wapate rehema zake. It is the mercies of God. Ni rehema za Mungu that keeps people zinazowekeza watu in God's ways. Katika njia za Mungu. Even to those who are castigating the church, hata wale ambao wanapiga kanisa, they are not holy. Si watakatifu. They also have their worldly weaknesses. Wako na shida zao za kidunia. Allow people to worship their God. Kubalisha watu waabudu Mungu wao. The Bible is so clear. Biblia imeweka wazi. Gano na thawani ile kwa shikoranire mwene ni agoka. Praise the name of the Lord. Amen. As we seek for the mercy of God, tunapotafuta rehema za Mungu, don't walk away from God. Usimuondokee Mungu. And don't walk away from the church. Wala usiondoke kanisani. Yani sisi tunatakikana tutoke kanisa wakati wale wengine kule nje wanatamani kuingia. Vile wamefanywa na dunia huko, wanatamani kuingia kanisa, na sisi ndio tunatakikana tutoke kanisa. Hatuwezi. Hata kama nitabaki peke yangu hapa juu. Hapa kanisa mimi sitoki. Praise the name of the Lord. Hallelujah. It is the church of God that has shaped a man. Ni kanisa la Mungu limewekeza mwanadamu who the world was not able to shape. Ambayo dunia ilishindwa kumtengeneza. Daktari kama the world could not shape us. But when we came into the church, lakini tulipokuja kanisani, look at us now. Tutazame sasa. What the world could not make, kila dunia haingetengeneza, God has made. Mungu ametengeneza. Look at yourself. Jiangalie before, kabla and after being in the church. Na sasa kuwa kanisani. Praise the name of the Lord. Amen. As we wind up, tunapomalizia, the Bible has said so well. Biblia imesema vizuri in the book of Joel, katika kitabu cha Yoeli, going back to God. Kumrudia Bwana. And finally, na mwisho, Jude chapter 1. Yuda 1. Jude chapter 1. Yuda 1. Verse 20 to 23. Mstari wa 20 mpaka 23. Jude chapter 1. Yuda 1. Amen. Jude chapter 1 verse 20. The Bible says, Biblia inasema, and listen to this carefully. Nasikiza hapa vizuri. But you, bali ninyi, dear friends, wapenzi, by building yourselves up mkijijenga juu in the most holy faith ya imani yenu iliyo takatifu sana, and praying in the Holy Spirit, na kuomba katika Roho Mtakatifu. 21. 21. Keep yourselves in God's love, jilindeni katika upendo wa Mungu, as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ, huku mkigojea rehema ya Bwana wetu Yesu to Kristo, bring you to eternal life. hata mpate uzima wa milele. Hata usiunderline kitu kubwa. Don't underline anything big. Usiweke mstari kitu kubwa. Underline the word, keep yourselves in God's love. Weka mstari, jilindeni katika upendo, as you wait for the Lord's mercy. huku mkigojea rehema ya Bwana. That means when you are in God, hiyo inamaanisha ukiwa ndani ya Mungu, it is easy to be located by
by mercy. Ni rahisi sana rehema zikupate. Because as Jesus was sent by God, kwa sababu Yesu alipotumwa na Mungu, he became God himself. Alifanyika Mungu mwenyewe. So in God's waiting, katika kumgoja Mungu, there is an assurance of mercy. Kuna hakikisho ya rehema. Let us be in God's mercy. Wacha tutafute rehema za Mungu. Verse 23. Mstari wa 22. Be merciful to those who doubt. Wahurumieni wengine walio na shaka. Be merciful to those who doubt. Wahurumieni wengine walio na shaka. From today, kuanzia leo, in this church, katika kanisa hili, to those who doubt that you carry God, kwa wale walio na shaka ya kwamba unambeba Mungu, be merciful to them. Wahurumieni. To those who doubt that God is taking you somewhere, kwa wale wana shaka ya kwamba Mungu anakupeleka mahali, be merciful to them. Wahurumie tu. Why? Kwa nini? They don't know and they will never know. Hawajui na hawatawaijua. Without sitting down with someone, bila kuliko kukaa chini na mtu and knowing their story, na kujua historia zao, you will never, hautawahi, and you cannot understand. na hautawahi elewa. Verse 23. Mstari wa 23. Save others, skiza. Save others by snatching them from the fire. Na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto. There are people, kuna watu, until we snatch them, mpaka tuwanyakue, they will never get out of fire. hawatawahi ondoka motoni. Mimi napeananga example na Dr. Kamau. Dr. Kamau ndiye mimi na hii barabara yote hii. Huyu mimi ndiye najua tumefanya mambo ile ambayo hata sisi tunajichukianga leo. But when I came back to church, lakini niliporudi kanisani, I snatched him, nilimnyakua from the fire, kutokana moto. Because there are people, kuna watu will never come out of the fire hawatawahi toka katika moto until you snatch them, mpaka wanyakue. Haya wamama, kuna mtu mpaka mtakapomketisha chini mumwambie na wewe wende tago sabani aliutiga, you snatch her from fire, umnyakue kutoka moto. Kuna watu usipowakuta uangalie kwa uso uambie wacha hii, until you snatch them, mpaka wanyakue. And the Bible says, Biblia inasema, show them mercy. Muwahurumieni. Show them mercy. Waonyeshe rehema. And that is our gospel of JCM. Na hiyo ndo injili ya JCM. Mercy and compassion is one name. Tuna huruma. Show them mercy. Waonyeshe huruma. When snatching them from fire, unapowanyakua kutoka motoni, show them mercy. Waonyeshe huruma. Mixed with fear hating. Mkilichukia hata even the clothing stained by corrupted flesh. Mkilichukia hata vazi lililotiwa uchafu na mwili. Kwa hivyo mwaka huu tunapotembea na Mungu lazima uchukie vazi lililotiwa ufisadi na mwili. Corrupted by flesh. Lililotiwa uchafu na mwili. And for you to snatch those people, na ili wewe unyakue hao watu, you have to show them the shame in that garment. Lazima waonyeshe aibu iliyo juu ya hilo vazi. Kuria dotakera mabi mwega. Kuna watu utaambiwa kwa hakika wewe ni mzuri. No ugetiga haranio. Lakini ukiacha vita, ukikoro we muthaka makeria, unaweza kuwa mrembo zaidi. Until you show them the shame, mpaka waonyeshe aibu of that garment corrupted by flesh. Iliyo juu ya hiyo nguo iliyochafuliwa na mwili. You will not be able to snatch them from fire. Hautaweza kuwanyakua kutoka motoni. This is an year of mercy. Huu ni mwaka wa rehema. I want you to stand on your feet. Nataka usimame kwa miguu yako. In Jesus mighty name. Katika jina la Yesu Kristo. I want you to take a minute. Nataka uchukue dakika. And tell God, show me your mercy. Mwambie Mungu, nionyeshe rehema zako. I know, ninajua, without your mercy, bila rehema zako, 2026 mwaka wa 2026 will remain to be an ordinary year. Itabaki kuwa mwaka wa kawaida. Father Lord, Baba Mungu, I don't want it to remain to be an ordinary year. Sitaki ibaki kuwa mwaka wa kawaida. Have mercy upon me. Ni rehemu. Jesus, Yesu, have mercy upon me. Ni rehemu.
Bartimaeus called upon the name of Jesus. Bartimayo aliitia jina la Yesu. But Jesus did not look behind. Lakini Yesu hakutazama nyuma. But when he mentioned have mercy upon me, lakini alipotamka nirehemu, he caught his attention. akapata nafasi ya Just kumwangalia. open up your mouth. Fungua kinywa chako tu. And confess mercy in your life. Na ukiri rehema maishani mwako. Tell God, mwambie Mungu, Father, Baba, it has been a big year. Imekuwa mwaka mkubwa. 2025. Mwaka wa 2025. But in 2026, lakini mwaka wa 2026, Jesus Christ, Yesu Kristo, I need you to have mercy upon my life. nahitaji rehema zako juu ya maisha yangu. Have mercy upon me, Jesus. Ni rehemu Yesu. Just as a child kama mwana looks for mercy in the mother, anavyotafuta rehema juu ya I am in your presence. Niko katika uwepo wako. Looking for mercy. Nikitafuta rehema. In the name of Jesus katika jina la Yesu Kristo. Jesus Christ. Yesu Kristo. Have mercy upon me. Rehemu Bwana. Have mercy upon my life. Rehemu maisha yangu. Have mercy upon my children. Rehemu watoto wangu. Have mercy upon my family. Rehemu familia yangu. Have mercy upon my children. Juu ya watoto wangu. Have mercy upon my spouse. Rehemu mume wangu. Have mercy upon my wife. Rehemu mke wangu. Have mercy. Rehemu. In the name of Jesus Christ. Jina la Yesu have mercy upon your church. Rehemu kanisa lako. Have mercy upon your ministers. Rehemu juu huduma wako. Have mercy upon this nation of Kenya. Rehemu nchi yetu ya Kenya. Have mercy upon the leadership of this nation. Rehemu viongozi wa nchi hii. From the president to the administrators. Kuanzia rais mpaka wale wadogo. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu have mercy. Rehemu. Have mercy to all our agents of security. Kwa wale wote wanaoleta ulinzi. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Have mercy in our judiciary. Katika judiciary yetu. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. Be a beacon of hope in Kenya. Kuwa msimako, kuwa kikingi cha become a beacon of hope in this nation. Fanyika kikingi cha huruma. Have mercy upon this nation. Urehemu na urehemu in 2026. Mwaka wa 26. May Kenya experience a turnaround. Kenya ingeuzwe. May we experience a harvest. Ipate mavuno. May we have enough and plenty for this nation. Tuwe na ya kutosha na mingi katika nchi yetu. May we be like Isaac. Tuwe kama Isaka. Harvest in every season. Alipanda katika kila majira. The dew of heaven. Mbinguni. May you locate this nation. Wacha ipate nchi yetu. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Mercy upon us all. Have mercy upon our aged parents. Rehemu wazazi wetu wakongwe. And have mercy rehemu upon our generation. Kizazi chetu. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. Bring harmony. Leta umoja. Bring peace. Leta amani. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. Instill the fear of God in us. Rejesha kumwogopa Mungu ndani yetu. Instill the fear of God in our young generation. Rejesha kumwogopa Mungu katika in the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu. The days we used to honor God. Siku tuliishi kumheshimu May Mungu. they come back in Jesus' name. Zirudishwe katika jina la Yesu. Father, Baba, remember this nation. Kumbuka nchi hii. Have mercy. Turehemu. Our children are going back to school. Kama vile watoto wetu wanarejea shule. Our grade 10 are joining schools. Grade 10 wanaungana. Have mercy upon their parents. Hurumia wazazi wao. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. Bring a divine provision. Bwana walete kuunganika kiungu. And reach their hands. Na ifikie mikono yao. So that they can carry their children. Ili wabebe watoto wao. And be able to manage them in schools and at home. Ya kuwapeleka shule. In the name of Jesus Christ. Jina la Yesu. Protect our children. Linda watoto wetu. No more strikes. Hakuna migomo tena. No more fires in school. Hakuna moto mashuleni. No more death in school. Hakuna vifo shuleni. We call upon mercy. Tunaitisha rehema. Upon the relationship between a teacher and a student. Juu ya uhusiano wa mwalimu na mwanafunzi. In the name of Jesus Christ. Jina la Yesu Kristo. As our children go out for schools, they shall come back alive without bad news. In the name of Jesus, as a church of compassion,
kanisa la huruma. We ask for compassion upon us, O Lord. Tunaitisha huruma juu Be yetu. gracious. Kuwa na mwingi wa Be rehema. compassionate. Kuwa Mungu wa And have rehema. mercy upon us, Na O Lord. uwe na rehema juu yetu. 2026. Mwaka wa 2026. In our journey, Katika safari yetu. we seek your mercy. Tunatafuta rehema zako. Bila wewe Bwana siwezi. 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 Oh, bila wewe Bwana siwezi. Bila wewe Bwana siwezi. Oh, bila neema yako siwezi. Bila wewe Bwana siwezi. Niongoze, Ee Bwana, popote niendapo, hadi siku za mwisho. Tajio nipate, niongoze, Ee Bwana, popote niendapo, hadi siku za mwisho. Tajio nipate. Father Lord, we thank you. Baba, tunakushukuru. Lead us Tuongoze with your own mercies. katika rehema zako. We depend on you Tunategemea kwako the rest of this journey. katika safari iliyobakia. In Jesus' name. Katika jina la Let Yesu. us celebrate Jesus for his mercy. Shangilia Yesu kwa rehema zake. Celebrate Jesus once again for his mercy. I say, let us celebrate Jesus once again for his mercy. Shangilia Yesu kwa rehema zake. Turn to your neighbor and tell your neighbor, Geukia jirani